Kwa majina naitwa Apostle Stanley Charles wa kanisa la Gospel Revival Church lililopo Dodoma Mvumi Mission. Ni siku nyingine tena Mungu amenipa kibali kupitia radio hii ya Kiss FM kuachilia neno la uzima liweze kukufikia mtu wa Mungu. Na kabla sijaingia kwenye neno la uzima, naomba kwanza niombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Ninakushukuru kwa sababu unastahili. Matendo yako ni makuu sana. Asante kwa ajili ya neema na kibali ulichonipa leo. Utukufu wako ni wa milele Bwana, vizazi na hata vizazi. Watoto wako watakapokwenda kusikia wakasikie maneno haya, na yote kae kwa ajili ya utukufu wa jina lako, nikiomba na kuamini, nikiomba na kushukuru. Asante Bwana Yesu. Amen. Kama nilivyotangulia kujitambulisha hapo mwanzo, majina yangu naitwa Apostle Stanley Charles. Ninashukuru Mungu amenipa nafasi hii katika madhabahu hii hapa kupitia masafa ya Kiss FM kuweza kuzungumza na wewe mpendwa wangu maneno ya Mungu yaletayo uzima katika maisha yetu. Maneno ya Mungu, narudia tena, yaletayo uzima katika maisha yetu. Naomba fungua masikio yako, akili yako na moyo wako ukapate kusikia kile ambacho Mungu anataka ukasikie siku ya leo. Na ninajua ya kwamba ipo nguvu ya Mungu imetanda hapa kwa ajili ya kukuhudumia wewe unayenisikiliza sasa. Ninajua ipo nguvu ya Mungu ambayo imetanda kwa ajili ya kubadilisha maisha yako wewe unayenisikiliza sasa. Nguvu ya Bwana imetanda hapa, naomba tunipe masikio yako usikie. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 45 na ule mstari wa kwanza, moyo wangu umefurika kwa neno jema, mimi nasema ulionifanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Hapo ndipo nilipokuwa ninataka tuweze kujifunza. Anasema ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Na hilo ndilo somo ninalotaka kufundisha kwa habari ya ulimi. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Ulimi unaweza ukatamka mambo mazuri na ulimi unaweza ukatamka mambo mabaya. Yako mengi mazuri ambayo tulitamkiwa kwa ndimi na yako mabaya yaliyotamkwa kwa ulimi. Naomba unisikilize kwa makini sana. Kama ulimi ni kalamu inayoandika, Biblia inasema ya kwamba ulimi ni kalamu ya mwandishi stadi. Tafsiri halisi, katika ulimwengu wa roho yapo mengi ambayo tunapaswa kuyaandika kwa ndimi zetu. Helia kapatila maskata. Narudia tena, yako mengi ambayo tunapaswa kuyaandika kwa ndimi zetu. Ulimi huo unaweza ukaandika uzima, ulimi huo unaweza ukaandika mabaya. Narudia tena, ulimi unaweza ukaandika uzima, ulimi unaweza ukaandika mauti. Yuko mtu mmoja kwenye Biblia, nikisoma kwenye kitabu kile cha Yeremia 22 mstari wa 28 mpaka ule wa 30, utasoma kwa muda wako. Anasema, je, mtu huyu Konia ni chombo kilichozalauliwa? Ni chombo kilichovunjika? Ni chombo kisichopendeza? Mbona ametupwa yeye na uzao wake, ametupwa katika nchi wasioijua. Nchi lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu. Biblia hiyo inasema andikeni. Kama Zaburi anasema ulimi ni kalamu ya mwandishi stadi, lakini huyu mtu anaitwa Konia, na Biblia inasema ya kwamba nchi andikeni habari za mtu anayeitwa Konia, ya kwamba Biblia inasema hana watoto, ya kwamba mtu huyu hatofanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika uzao wake atakayefanikiwa wala atakayeketi na kutawala katika kiti cha enzi cha Daudi na katika Yuda. Hiyo ni Biblia inasema. Hizo ni habari za mtu aitwaye Konia. Sasa kama Biblia inasema iliandika habari za mtu anayeitwa Konia, na nchi ikaandika, na ilipoandika ulimi ukakubali, hata kwako inaweza. Ulimi ni kalamu, ulimi unaandika. Biblia inasema tutakula
malimbuko ya vinywa vyetu. Je, kinywa chako kinatamka nini? Ifike mahala ulimi wako uzoeshe kutamka mambo yaliyo makubwa. Ifike mahala ulimi wako uwe unaulazimisha kuzungumza vitu ambavyo vinawezekana. Wacha kukili katika vitu visivyowezekana, kili katika vitu vinavyowezekana. Kama Biblia inasema kwenye Zaburi, ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi, nami ninaandika sasa. Hata maisha yetu tunaweza kumbe kuyaandika. Hata ndoa yako unaweza kuiandika, hata uchumi wako unaweza kuandika, hata elimu yako unaweza kuiandika. Ni wasaa tu wa kusema nachukua kalamu, kwa namna ya rohoni ninaandika. Naandika nitakuja kumiliki maduka makubwa, ninaandika nitakuja kuwa mfanyabiashara mkubwa, ninaandika kuwa nitakuja kuwa mfanyakazi mkubwa serikalini, ninaandika ya kwamba nitakuwa rais, ninaandika ya kwamba nitakuwa waziri, ninaandika ya kwamba nitakuwa mbunge. Inawezekana. Kinachotakiwa uwe na imani tu, na Biblia inasema imani ni kuwa na hakika, na ukiweka uhakika katika jambo lolote inawezekana. Baba anatafuta leo mtu mwenye imani, atakaye kubali kulazimisha ulimi wake uweze kutamka mambo na inawezekana, ambaye anaweza akalazimisha ulimi wake kutamka vitu ambavyo vinawezekana. Tamka leo kwa habari ya wewe usiye na mtoto kuwa na mtoto. Ulimi ni kalamu. Kalamu ya kwanza ya kuandika kwa mwanadamu ni ulimi wake. Ulimi wako unaandika nini juu ya maisha yako? Ulimi wako unaandika nini juu ya hatima yako? Ulimi wako unaandika nini juu ya watoto wako? Anza kuandika sasa. Najua kuna mtu anaandika sasa ninapohubiri hapa. Najua kuna mwanamke anaandika hapo ameketi. Namuona mwanaume anaandika hapo ameketi. Walikuandikia mabaya, wewe futa. Maadamu unao ufutio wa damu ya Yesu na unao ulimi wa kuandika vitu ambavyo vinawezekana, vitu vitakavyoishi, vitu vitakavyoishi, vitu ambavyo vyenye matokeo, vinakwenda kuandikwa, vinakwenda kuandikwa. Ninaona kuna watu wanaelewa ninachozungumza sasa. Ninaona kuna watu wanaelewa juu ninachokizungumza. Hata kabla sijaomba, kuna mwanamke anaelewa nini anapaswa kusema, anaelewa nini anachotaka kuandika. Anza kuandika katika ulimwengu wa roho. Andika, 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 andika. Wapo mashetani walikutamkia mabaya, wakakuandikia kwenye madhabahu zao za gizani ya kwamba hutozaa wala hutokuja kupata watoto. Wapo mashetani waliokuandikia mabaya, aidha ni mtumishi wa Mungu, wakasema hutofanikiwa kwenye huduma yako. Lakini usiogope. Daudi anasema ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Naiona kalamu inaandika, naiona kalamu inaandika. Inaandika juu ya maisha ya mtu mmoja, inaandika juu ya mama mmoja, inaandika juu ya baba mmoja, inaandika juu ya mama mmoja, inaandika juu ya mwanafunzi mmoja. Inaandika, inaandika, inaandika. Ya kwao walioandika tunayafuta, 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 tunayafuta na kuyakataa, tunayafuta na kuyakataa. Tunaandika yaliyo ya kwetu, tunaandika yaliyo mema. Mabaya waliotuandikia tunapoelekea mwisho wa mwaka tunayafuta kwa jina la Yesu. Kama walipanga mauti juu ya maisha yako, haitakuwa. Walipanga mauti kwenye familia yako, kila mwezi wa 12 lazima wachukue damu ya mtu, haitakuwa katika jina la Yesu. Ninasema haitakuwa. Kwa ulimi wako hapo hapo ulipo unaponisikia, una uwezo wa kufuta ukasema, mauti waliopanga juu ya familia yangu ndani ya huu mwaka, juu ya mwezi huu wa mwisho, haitakuwa. Wakaandika kwa namna yoyote ile. Wewe unao ulimi wa kufuta, wewe unao ulimi wa kuandika. Kalamu yako inaandika kwa ustadi, Biblia inaniambia. Ulimi wako unaandika kwa ustadi, Biblia inaniambia. Kera baskapate eliamantara baba. Andika kinachotakiwa uandike. Haijalishi wametuandikia nini, haijalishi wametuandikia vitu gani. Sisi tunaandika yaliyo mema. Wakatuandikia mabaya, tunaandika yaliyo mema kwa ndimi zetu leo. Baba ametupa kalamu ya ulimi leo. Tunaandika vilivyo vyema. Tunaandika hatutofeli masomo yetu chuoni. Tunaandika hatutofeli masomo yetu shuleni. Tunaandika watoto wetu hawatafeli. Tunaandika watoto wetu hawatakuwa waombaomba. Kama neno lako linavyosema, hujawahi kumuona mwenye haki wako ameachwa, wala watoto wake kuombaomba mkate barabarani. Wewe Bwana unasema hujawahi. Nami kwa ulimi wangu ninaandika. Hata wewe una uwezo wa kuandika. Huwezi kuachwa na Mungu. Mungu hawezi kukuacha. Hawezi kukuacha upite kwenye hayo unayopitia, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai.
kerabos kapate liaba mantarabadia bazeta. Ninataka niombe sasa. Kamata karamu yako ya ulimi wako juu ya yale ninayoyaomba, na wewe fatisha. Sema, Baba yangu, ninakuja mbele zako, nimelisikia neno lako. Yawezekana walinifunga kwa ndimi zao, wakafunga kwa maandishi yao, wakafunga kwa maandishi ya kila namna, wakachoma nami wakayaharibu maisha yangu. Lakini leo nimetambua ya kwamba ulimi wangu ni karamu ya mwandishi stadi, na sasa ninaandika kwa ulimi wangu ya kwamba yale yaliyoharibika Bwana unayatengeneza, kama neno lako linavyosema kwenye Yeremia, kilichoharibika Bwana unakifinyanga tena. Anza kuyafinyanga tena maisha yangu, yafinyange tena maisha yangu, yatengeneze tena maisha yangu. Ni kweli walitamka maneno yao kwenye madhabahu zao za siri, lakini yamefika majira Bwana, nami ninatamka kwenye madhabahu hii kupitia njia ya redio na mtumishi wako Apostle Charles. Ninatamka haya Baba, ya kwamba ulimi wangu ni karamu, ninaandika yaliyo mema kabla ya mwaka kuisha, mema yakanijilie, mabaya ninayafunga kwa ulimi wangu ambayo ni karamu. Nami ninagonga muhuri wa damu ya Yesu juu ya haya ninayoyaandika. Yamkini waliniandikia waraka mbaya, kama ule waraka aliyouandika Daudi kwa habari ya mtumwa wake, ya kwamba awekwe mstari wa mbele, Uria apigwe mpaka afe. Baba, inawezekana waliniandikia waraka mbaya kwa ndimi zao, ya kwamba nije nife kabla ya wakati, ya kwamba niharibikiwe maisha, ya kwamba niharibikiwe biashara. Yamefika majira Bwana, biashara yangu inainuka, kazi yangu inainuka, uhai wangu unainuka kwa jina la Yesu Kristo. Kila waraka walioandika, kama ule waraka alioandika yule Hamani Mwagagi kwa habari ya Wayahudi wote wauawe, wakaandika waraka mbaya, lakini Yesu alienda kufuta ule waraka mbele ya mfalme. Nami ninafuta kila waraka mbaya ulioandikiwa mwanamke, ulioandikiwa mwanaume. Huo waraka unafutwa leo. Waraka waliokuandikia, yalioandikwa kuhusu wewe, yalioandikwa kuhusu uzao wako, yalioandikwa kuhusu watoto wako, tunakwenda tunafuta kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Walioandika kuhusu familia, kuhusu ukoo wako, yanafutwa leo. Heri ya mantarabadia resketeria basete. Unayo karamu. Andika yaliyo mema, futa yaliyo mabaya. Tunaandika yaliyo mema, tunafuta yaliyo mabaya. Yale mabaya yote waliotuandikia, tunakwenda kuyafuta. Yale mema Bwana tunayaandika, yakatupate Bwana, yakatupate mema, hayatatupata mabaya, yakatupate mema, hayatatupata mabaya. Walikusudia mauti, haitakuwa mauti, bali neema ikatawale, kama neno lako linavyosema. Mauti ya wapi mapigo wako, wapi kuharibu kwako, kujuta kumefichwa machoni pako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hakuna damu ya mwanadamu awaye yoyote itakayomwagika kwenye familia yetu, kwenye ukoo wetu, kwenye taifa letu. Tunaandika kwa ndimi zetu, mbingu zinapokea, ardhi inapokea, katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba, asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante, ninamuona mtu ambaye umeyabadilisha maisha yake, na kuna mwingine ameyabadilisha kwa kutamka mwenyewe kwa maneno yake. Alikuwa amekata tamaa akijitamkia mauti na kufa. Ninaona mwingine anatamka kuishi na uhai. Alikata tamaa akasema ya kwamba hawezi tena, na sasa ninaona anasema anaweza. Alikata tamaa, alisema hawezi kutembea tena, na sasa namuona anainuka, anatembea katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Anatembea, anapiga hatua, anapiga hatua. Alikuwa hawezi kabisa kwa habari ya kiuchumi. Naona ulimi wake unaandika anaweza sasa,
kuna jambo anaenda kulifanya katika ulimwengu wa roho, kufanikisha jambo la kiuchumi. Inawezekana na imekuwa alikosa ada ya shule, lakini ninaona amepata ada sasa. Amepata ada ya kwenda shule. Ni kwa ulimi wako wewe tamka, aliahirisha masomo mwaka wa 2, lakini ninaona anarudi kuendelea, kwa maana ametamka kwa ulimi wako.